zitakane dhambi zao. Amen. Chagua leo ndugu, takutumikia na Yesu. Na nyumba yangu
Basi tunamwalika mama sekretari wa mama kwa kuomba Mungu na kumtia mhubiri wetu mikono ya Mungu. Karibu. Acha umilele wako Bwana utawale watu wako, maana maisha kama na haya yako mengine ya baadaye ya umilele. Bwana utupe urithi katika maisha ya umilele, maana tunautazamia kipindi kingine cha kusikiliza neno. Bwana nakabidhi mnenaji mikononi mwako, asimame kama mtumishi tu, lakini wewe Bwana tunakwenda kukualika mchana wa leo. Nena na kanisa lako, nena na wamama, wababa, vijana, hata watoto wetu. Mungu ukanene nao mchana wa leo, ni neno lako litutiayo nguvu, maana Biblia inasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kila neno litokalo katika kinywa chako Bwana. Maana katika Biblia, acha neno la leo liwe chakula chetu Mungu katika safari ya kwenda mbinguni. Neno litujenge Mungu, neno lituimarishe, hilo neno lifanye imani yetu kuwa thabiti katika Yesu Kristo. Tunakuhitaji Bwana, ukatende pamoja naye mchana wa leo. Kwa Yesu Bwana tunaomba. Kwa wale ambao hawana, nani amenunua wiki hii? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa wale wageni, ninaitwa mchungaji Akrame Charles. Nimeokoka na mpenda Yesu na mke ninayempenda sana. Mama mchungaji anakaa sana huko kwa watoto wetu. Mungu ambariki sana kwa kazi anayoifanya kulinda watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu vile vile Mungu ametubariki kuzaa watoto wengi. Mungu ametubariki kuwa na watoto 11 na wajukuu 2. Familia inaendelea kupanuka tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe utakayeishia watoto 2, Mungu akubariki kwa hao 2. Vijana wa leo wanakwambia watoto 2 tu. Si tumekwenda mpaka 11. Tulitamani tufike hata 12 na 2 kama mitume. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na wimbo nilitaka kuimba, lakini najua mambo ya Roho Mtakatifu yanakuwa mengine. Yule mama akaja akaibia wimbo wangu. Yule mama alisimama hapa akauimba ule wimbo ambao nilitaka niuimbe. Mungu akubariki sana mama. Ametuletea ujumbe kama kanisa. Unajua Mungu anapowaletea wajumbe, ujue kwamba Mungu bado anawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema maneno mawili makubwa. Kuna watu wanakaa na dhambi lakini hawataki kutubu dhambi. Alafu akasema jambo la pili ni kwamba kuna watu anaweza akawa alifanya dhambi akatubu, lakini bado akili zake zinarudia yale aliyotubu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ni neema kwako ambaye utakuwa umeguswa na ujumbe huu. Maana ukimwangalia, ukimfuata vizuri, ni kama amekuja kufundisha lile somo ambalo nimelianzisha. Amekuja kuongezea mambo kwenye lile somo. Bwana Yesu atusaidie sana. Muda wetu umekuwa mdogo, ngoja twende kwenye somo letu. Tufungue Biblia zetu kwenye kitabu cha Ufunuo, ni sura ile ya 3. Ule mlango ungeweza kufungwa, ule mlango. Mtusaidie ule mlango ufungwe ili hizo kelele za kule nje zisitusumbue sana. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Ninasoma kwa haraka.
Anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. 3 na mwisho, basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Amen. Nikasema somo letu ni sifa za Mkristo aliyekufa kiroho. Sifa za Mkristo aliyekufa kiroho. Tumesoma kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Watu wote wanajua ni wakati Yohana amepelekwa kwenye kile kisima cha Patmos. Na sio kwamba walikuwa wamempeleka kwa uzuri, walikuwa wamempeleka huko ili aende afie huko, kwa sababu kile kisima sifa zake ni kwamba ukiwekwa kwenye hicho kisima ndani ya masaa mawili lazima ufe, kwa sababu kuna baridi ambayo sijui kwamba linaweza nikailinganisha na baridi gani. Ili hapa kwetu ikifika 0 degree, kwa hiyo ndio baridi inapatikana kwenye kile kisima. Kwa hiyo kuna barafu muda wote. Yesu atusaidie sana. Wakampeleka huko, lakini kwa neema ya Mungu akajikuta ameanza kuona maono. Ni yale maono Biblia ikasema andika, akaanza kuandika. Sasa jiulize, ameandika kwenye nini? Nini amemletea daftari ya kuandika? Nani amemletea kalamu ya kuandika? Yuko kwenye kisima peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaanza kuandika maneno haya. Akaanza kuyaandika. Anaandikia yale makanisa 7. Kuna lile kanisa la Efeso, la Pergamo, la Philadelphia, la Sardi na mengine, makanisa 7. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na alipopokea ujumbe akauandika kama alivyopokea ule ujumbe. Kwenye hili kanisa la Sardi akaambiwa kwamba kuna watu ambao wanakuwa na majina ya kuwa hai lakini wamekufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Hello. Kwamba kuna Wakristo ambao anajiita ni Mkristo lakini mbele za Mungu anaonekana amekufa. Wewe si kitu mbele za Mungu. Una jina, umebeba jina la Ukristo, tangu umeokoka umebeba makoti ya Ukristo, lakini ndani yako hamna kitu. Sifa za Mkristo aliyekufa kiroho. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Nikasema wiki ile habari za Adamu na Eva. Mungu alipowaumba Adamu na Eva aliwaambia mkila hili tunda hakika mtakufa. Shetani akaja akawaambia hapana, hamtakufa ila mtamfanana yeye. Wakala lile tunda. Walipokula lile tunda, ile hakika ya Mungu ikatimilika. Adamu akafa kiroho. Kifo cha kwanza, Adamu alikufa kiroho. Tangu siku ile uhusiano wa Adamu na Mungu ukakatika.
kifo cha kiroho kikaingia. Kwa hiyo ndivyo tulivyo hata na sisi wa Kristo ambao tunabeba majina ya Ukristo. Unaenda na mabegi kanisani, mimi ni Mkristo na huko bado wewe ni mchawi. Mimi ni Mkristo na huko wewe bado ni mwongo. Mimi ni Mkristo na huko wewe bado ni mtu wa ugomvi, kila leo unagombana na watu. Na huko unabeba jina la Ukristo, mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo, naenda kanisani, mimi ni Mkristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Umebeba jina la kuwa hai, lakini katika ulimwengu wa roho tunakuona wewe ni mfu. Hauna nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Wakristo wengi wako hivyo. Wengi sana. Ninakumbuka wakati fulani tuko kambeni, tulikuwa na katibu wetu wa kanisa alikuwa anaitwa Akobe pale Nyarugusu. Akawa anaeleza historia moja iliyotokea kule kwetu Kongo miaka hiyo ya nyuma sana. Akawa anaeleza kwamba siku moja kwenye sinagogi la kanisa la Methodist pale Nundu, watu waliingia. Sasa alikuwa baba mmoja ambaye huyu alikuwa ni mzee wa kanisa. Ana miaka mingi anaingia kanisani mpaka amekuwa mzee wa kanisa. Sasa wamefanya kipindi, wamemaliza, yule msimamizi akamtaja yule mzee aombe Mungu ili wafunge ibada. Unajua alichojibu? Bwana Yesu atusaidie sana. Akamwambia yule msimamizi, "Nongina ane. Niombe. Noanjamile." Bwana Yesu atusaidie sana. Na huyo ni Mkristo wa miaka mingi, yuko kanisani mpaka amefika wakati amekuwa mzee wa kanisa. Kwenye lile sinagogi lao alikuwa mzee. Wale walikuwa wanaitwa kule kwetu Baale Makengi. Nawaita Baale Makengi, lakini ukiuliza mtu ulishawapa makenge ngapi? Baale Makengi tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo kuna watu wengi wenye hali kama hiyo kanisani. Utamuona kanisani kila leo, lakini ndani Mungu anamuona huyu bado amebeba jina la kuwa hai. Watu walioko kunje wanamuona Mkristo kabisa ule. Anaenda tena kanisani, ameenda tena anarudi. Ameenda tena Jumapili, ameenda tena amerudi, lakini kipiga kona hivi unamkuta kwenye vilabu vya pombe. Hiyo. Unaweza kuangalia. Si ndio yule kijana ambaye tunakuwa tunasali naye yule. Mbona yuko hivi leo? Akikuona anataka simolodata itetele paso aingele nemo muitete kwanza mchungaji apite. Unanificha, lakini Mungu anakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Vijana hoye. Vijana hoye. Niseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuone sifa ya kwanza. Twende haraka, angalau hata hiyo moja itatosha tu. Na wetu umekuwa mchache sana. Sijui hili somo sio tutafika wapi. Tuone sifa ya kwanza. Sifa ya kwanza ya Mkristo aliyekufa kiroho ni mtu ambaye hawezi kuishi maisha ya maombi na kufunga. Kutokuishi maisha ya maombi na kufunga. Maisha ya maombi na kufunga, hiyo ni nguzo ya Ukristo. Ukitaka Ukristo wako uonekane uko imara kiroho, lazima uwe mtu ambaye unaishi maisha ya maombi na kufunga. Lakini Wakristo wengi
hata experience tu hapa kanisani kwetu. Tukienda kwenye kipindi cha sifa na maabudu, tunasema tuombe. Mara nyingi kile kipindi huwa akipite dakika 10. Akipite dakika 10. Lakini kuna mtu ana uwezo wa kuomba dakika 1 maneno yameisha. Anakaa kabisa na chini, alemba achoka, amesha kaa chini. Mwingine anaenda dakika 2 mwisho, wengine sekunde 30. Baba unisamehe. Na maisha ya maombi ndiyo maisha yanayobeba Ukristo. Tunaipokea nguvu ya Mungu kwa sababu ya maombi na kufunga. Tusome kitabu cha Marko sura ile ya 14. Mtu mmoja aliyepata haraka anaweza akatusomea sura ile ya 14 mstari wa 37 na 38. Marko 14 37 maandiko inasema, akaja akawakuta wamelala usingizi, akawaambia Petro, je, Simoni, umelala? Ndio. Haukuweza kukesha saa moja? Haukuweza kukesha hata saa moja. Mstari wa 38. Kesheni na kuomba msije mkaingie majaribuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukishuka pale tena nakwambia roho hii razi lakini mwili ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu anawapeleka wanafunzi wake pale kwenye mlima Mizeituni, wanaenda kuomba, maana anaona wakati wa mwisho umekaribia. Anaondoka na wanafunzi anawapeleka, akachagua 3 kati yao, Petro, Yohana na Yakobo. Wale lile kundi moja akaliacha sehemu, hawa wengine akasogea nao, akawaleta hapa karibu. Akasogea, Biblia inasema kwamba alisogea kama mwendo wa kutupa jiwe. Akamwambia, ombeni, ndio umekuwa mbaya, ombeni. Akaondoka akawaacha, akaanza kuomba. Aliporudi baada ya saa moja, anawakuta yaani wana usingizi wa nguvu kabisa, wanakoroma wao. Alipokuja akamwambia Petro, inakuwaje tumekuja kwa ajili ya kuomba, ninyi mmekuja kulala? Mmeshindwa hata saa moja kukesha pamoja nami. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Unajua ni kwa nini? Kipindi chote kile hawa wanafunzi walikuwa wanaitwa wako pamoja na Yesu, lakini kiroho walikuwa bado wamekufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Na ndio maana hata siku ile wanakumbana na yule mama, anawaletea yule mtoto wake mwenye kifafa, wanamwombea, lakini kifafa yule pepo hakutoka. Walipofika kwa Bwana Yesu, yule mtoto akapona. Wakauliza, Bwana, sisi mbona huyu tulimwombea lakini inakuwaje? Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa hiyo Wakristo wengi wako hivyo. Maombi. Ukimwona Mkristo ambaye haombi, ukae ukijua kwamba tayari huyo ameanza kufa kiroho. Ibilisi ameanza kuataki maisha yako ya kiroho. Anaanza kuondoa hamu ya maombi ndani yako. Anaondoa hamu ya kufunga ndani yako. Ukipanga kufunga, anakuambia bwana, sasa ile chicken, piga chicken jana nzuri sana. Bwana Yesu atusaidie sana.
kuomba. Ukiona maisha ya Mkristo ambaye hawezi kufunga, ujue huyo hakuna kitu anaweza kukifanya katika ulimwengu wa roho. Hakuna kitu anaweza kukifanya, kwa sababu hauwezi kufanya jambo lolote. Bwana Yesu anasema kwamba haya mengine hatuwezi isipokuwa katika kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unataka ufanye mambo ya ajabu kwenye ulimwengu wa roho, na wewe huku ni mvivu wa kuomba. Hata dakika 2 tu hauwezi. Bwana Yesu kabla hajaingia kwenye huduma, Roho alimuongoza aende afunge siku 40 mchana na usiku. Na aliposhuka huku alishuka na nguvu kweli kweli. Unajua kuna Wakristo wanajidanganya, wanafikiri kwamba akiokoka shetani ndo atamuacha. Hakuachi ngo. Kwanza ukiokoka ndo yani anakodoa macho kabisa. Anasema ametoka kwangu, ngoja sasa nianze. Na kadri unavyoendelea kupanda viwango vya kiimani, ndivyo vita vinaendelea kupanda viwango. Jaribu ambalo shetani anaweza kumjaribu huyu sio jaribu ambalo anaweza kulijaribu mimi. Kwa hiyo anaangalia ni mshale gani nitautuma kwa mchungaji. Mchungaji anasemaga anampendaga mke wake, ngoja tutafute kabinti kwanza kazuri hivi, kazuri kaende kwanza tuangalie kama hata angukia pale. Hautaniona ng'oo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jaribu linalinganishwa na viwango ulivyo kiroho. Vita ulionayo ni kwa sababu umefikia level fulani ya kiroho, ndio maana unaona kuna vita kali ambayo unaipitia. Bwana Yesu atusaidie sana. Na wetu ni mdogo sana. Na wetu umekuwa mdogo sana. Lakini Bwana Yesu ana ujumbe na wewe, anasema amka wewe usinziaye. Umesinzia kwa muda mrefu. Umesinzia kwa muda mrefu, ni wakati wa kuamka. Uanze tena. Uanze kukesha ili kwamba uanze kuchochea, ulete virutubishi vya kiroho. Roho ianze kupokea nguvu. Maisha ya kiroho yaanzishwe tena, yapate nguvu. Ukifanya hatua ya kuanza kuomba na kufunga, utaona maisha yako yanaanza kubadilika. Utaona kuna vitu ambavyo umeanza kuachilia. Utaona kuna mambo ambayo yameanza kuwa mepesi katika maisha yako, kwa sababu umefanya hatua ya kuamka. Na Mungu akubariki. Amen. Bwana asifiwe. Basi tumeenda kufunzwa mengi. Kwa wao ambao walipatikana siku ya leo, Mungu alikujalia neema kufika mahali hapa. Najua kuna kitu ambacho unaenda kupokea siku ya leo kupitia maujumbe, kupitia mahubiri, kupitia waimbaji. Amen. Na tunaamini kwamba kuna wengine leo mioyo yao itaenda kubadilika. Basi kwa muda ambao unabaki kwa minute 3 hapa inabaki, tuna karibia tena mchungaji kwa ajili ya matangazo na kutubania kipindi. Karibu.